Hello my good people, it's your boy Mr. Matthew Official. Ndani ya YouTube channel ya Mr. Matthew Official channel. Guys, nimekuja hapa because something has been happening and I owe you an apology because it's something you didn't expect from me. Though it is not, si ati ni mimi niko hapo guys. It has been, something has happened. Na si mijanza sai. I've been communicating to her more. Tukaongea, tukasema sijui nenda but ile kupuza tu, then we lazima tutafute riziki. So kila mtu ako kwa business zake. Sometimes unaenda up, unatoka umechoka, sijui umefanya nini. So we had planned about some day yenye tutapanga na tuenda kutumiti ya pastor. That's when ningeenda niombewe juu hizo vitu ziaje kunikujia. Juu it has been a month, like naweza guess a month or so. Hizo vitu zikikujaga naongea na mhubiri. There was time niliongea na pastor and the pastor akaniambia we plan for a day. Kuongea akaniambia niende on Wednesday. Hiyo Wednesday nayo sijui kufanyika nini. Pastor nikaenda church. Nikimpigia nikamwambia mimi niko hapo karibu nje na church yake. Yeye akaniambia kuna mahali nafaa kufika na familia yake and atakuja baadaye. So mimi nikamwambia ukirudi basi you call me, I'm just around. Akaniambia ni sawa. Siku ikaenda hivyo na ikaisha na mimi sikuwa na call yake. So nikasema labda atanipigia siku yenye yako free. Niende nimwambie what has been happening na niambie what I can do to prevent something like those. So from that day Miss J ona call yake. And the things imekuwa mikidista. Though si kila siku but often imekuwa inanikujia. And it's like a vision, like a dream. Sijui nieleza ni nini juu. What I remember nimekuwa nikiota something like when kwa Maxwell, hizo vitu tulikuwa nafanya. Hizo ndio vitu zikuwa kimenikujia more often. Na nikienda kuomba something sijui nini nafanya, siwezi kuomba, ni disturb kwa my mind, so hakuna kitu nafanya, naanza najipata tu nimelala, najipata tu ni asubuhi. So mimi si kwangu si ati nimelala kwangu, hapana. I'm trying my best na guys, I'm trying my best. Itu inafanyika mimi hata sielewi because inafika wakati unapata tu uko kwa nyumba but some vitu zimeanza kukujia, ma visions manini, umeanza kukumbuka mambo ulikuwa unafanya mapema and I try to pray hizo vitu zinitoke. Siku naomba ni sawa zikuji. Siku natoka nimekuja nimelala nasema acha nitulie kidogo niende because mimi nimezoea before niombe lazima niende kwa hata kama ni kwa bedroom naenda na sprint hiyo maji ya chumvi na sprinkle tu around. Alafu ndo naanza kuomba. So before unapata nimeweka maji kwa karai, naendea chumvi na kuja sprinkle hivyo. Alafu kabla niombe nakaa chini nachukua simu, sijui naanza kufanya mambo zingine huko za job. Najipata hata nimesahau mimi, najipata nimelala na ni asubuhi. Sinika kitu imetumwa inanidisturb. Every time nikijaribu kuomba lazima ikuje na something. Every time nikijaribu kupata na mtu naweza niombea nimwambie like a man of God, kuna kuja na vitu zinahinda hizo vitu za nini, zinahinda our meeting. So imekuwa ikienda tu hivyo. Mimi venye mliona hiyo video, mimi I was forced to, hata mimi sikuwa nataka kurudi YouTube guys. Mimi nimekaa chini nitulie maisha yangu na iendelee. Mimi I was not willing to come kwa kamera tena. Hii kitu imeniforce nikajipata mimi ninaongea and hata ikiisha mimi nijipata tu kamera iko hapo. Kuna jamaa beshte yangu hapo ananirecord. Mimi sijui nimemwambia aje nirecord. Hadi kaniambia nini mbaya na wewe Matthew? Nani unao unatishia? Mimi venye mliona video ndo mimi niliona. Because mimi nilichukua video nikaenda na nikapost. Mimi hata sijui what was happening. All of yesterday mimi sema nifanya kitu. Because for me niliacha tu niko kwa nyumba and I was preparing myself kwenda kazi. But before nienda kazi nikaita jamaa fulani hapa nikamwambia kuja
we need to have something. Nikamwambia kuna hivi na hivi na hivi, ni best yangu, kuna vitu zinaenda hivi hivi na hivi. Akaniambia we Matthew, huwezi kuwa serious, na mbona hujai niambia? Nikamwambia nilikuwa nanyamazia juu nilikuwa na suggest niende kwa pasi nimwambie, but ile siku nimeenda kwa pasi hatukutani. Kuna kitu ama kuna mtu anafanya hizi vitu zifanyike. Kaniambia hapana, wacha nitakupeleka kwa pasi kesho. That is yesterday. Sasa wacha nitakupeleka kwa pasi kesho. Mimi sijui alienda wapi. Juu nimpigia asubuhi nikiamka, ulisemaje ile maneno? Kaniambia wacha nifike shughuli fulani then I'll be back. Mimi sikuona mtu. Hata sasa nimeita neighbor yangu akuje mimi anishoot niwaeleze what has been happening. Juu nimeona nikikaa na hii kitu itaendelea kunikula, na maybe sasa my parents hawako pale safe. Juu hata wameanza kunipigia sijui ni nini, kwani shida ni gani? Wameanza kuatakiwa na hawajui ni nani. Spirit inakuja na inaenda na jina yangu, hata ikiwatokeleza inatokelezea na sura yangu. So nashangaa kwani nini mbaya? Sijui niwaambie aje guys, juu vitu imekuwa happen in the wrong way. Mimi sasa familia yangu kwenye iko wanateseka guys, si kupenda kwangu. Juu mimi nilikuwa nimesare hivi vitu zote za Maxwell na nini, nikasema acha nikae maisha yangu niendeleze life yangu like any other man. Juu siwezi kaa hapo tina depend nini na nini, but niliamua kuendelea na maisha yangu. Vile tu jana ndio kitu ikakuja nikaniforce. I was forced to shoot that video, by the way. It was not my will. Mimi wa Mungu nione ingekuwa ni mimi. I was forced to. So ndio nilikuwa naambia, the dreams started coming up. Unaanza Maxwell tukiongea na yeye, sijui tuko kwa meeting, sijui tuko wapi, sijui tunafanya nini, mambo mingi. Na mimi naambia tu kweli, nikakommunicate na Hamu akaniambia wewe fanya hivi, tutaongea tuone ni siku gani tutapatana, tufanye vitu. Na nikamwambia ni sawa. You have been communicating. Nikiota kitu namwambia, imagine jana nimeota mimi wewe tuko na Maxwell, tuko kwa hotel fulani sijui tunakula, alafu akatoa credit card hapo, tukaanza kupanga business. Vitu kama hizo ndo zilikuwa zinakujia. Akaniambia, Matthew, you can't be serious. Namwambia pana, ama hii si kitu ya kujoke, na mimi nakwambia ukweli. Something has been happening. Na kuna kitu na mimi naona inakuja na sijui kama tutawezana nayo. Akaniambia, you just be prayerful. Kamwambia, I'm praying, I'm doing my best kusaidia kupray, I'm praying. Hadi natafuta mhubiri but hapatikani, lakini for me, mimi najua kwangu naomba. I'm fasting. Hadi na fast na nitasema. But the moment nimemaliza hivi na nikuja inaniambia, Matthew, I know you are not ready for this, but ujue it will happen and soon will happen. Mimi ninajaribu kuambia Mungu basi nionyeshe ni nini nakuja. Niambia, mimi nikasikia tu sauti, something is coming, and what is coming, just be ready for it. And I don't think I was ready. If imekuja inaniingia spirit kwanza kuniingia, I'm being possessed by such an evil spirit. Guys, I need your help. Hiyo ni kitu inaniguza vibaya sana. Moso kwanza venye imeanza hadi kuattack familia yangu. Pana, hiyo imekuwa too much. Na mimi hiyo si kitu nilikuwa nataka. For me nilikuwa nataka nikae maisha mzuri tu venye nilikuwa naendelea. Juu niko na struggle kivyangu and napata tu riziki kidogo guys. But ilikuwa inanisustain. Singekubali hata singetaka kurudi kwa hiyo life yenye nilikuwa mapema hiyo kwa Maxwell. Because hata kama kuna kitu niliachieve huko hakuna. Hakuna kitu nitoka nayo huko. So singewish nirudi huko na siwezi taka kurudi huko. But the spirit imeanza kukuja and inakuwa ni fight kubwa sana kati yangu, my soul and the spirit. Inakuwa ni very big fight. Hadi inakuja ndio iniingia, inakuwa ni fight kubwa sana because me guys, I always pray but since imeanza kuniingia yaani imeanza kunitokelezea, sijakuwa nikiweza kuomba like I used to. So like my faith imekuwa ndogo, it has been weakening my faith.
kitu kama hiyo, my strength inakuwa ndogo, so nakuwa I'm overwhelmed na inanifight, inaniweza. So kitu naweza urge kutoka kwenyu guys ni maombi sana, because sijui itanipata niko wapi, itanipata nifanye nini, itanipata niko na nani, ama like that. Inaweza pata hata niko na mtu, mimi hata sasa inaogopa koda home, hata sitaki kuongea na hao watu juu kila kitu wanasema they're talking bad of me. Mimi ndio nimewaletea hizo mavitu because inaenda sauti yangu, inaenda na image yangu, so kila mtu anadhani mimi nimerudi ile maisha ya kitambo. Sina mtu naweza ongea na yeye isipokuwa nikuja hapa niwaambie what's happening. Hakuna mtu nimejaribu kuelezea what has been happening na hakuna mtu ananiamini. Yote imekuwa just a total imekuwa tu empty what bucket. Hakuna mtu ananijua. Hakuna mtu ananielewa. Mimi hata nimekuja kwenu, jaribu tu ukipata chance, ukiomba we just go remember Matthew. Hiyo ndio kitu naweza waomba sana guys. Just remember Matthew. Hakuna kitu kingine naweza waomba kutoka kwenu. Maombi yenu ndio inaweza nishikilia wallahi. Maombi yenu ndio inaweza nishikilia. If not you guys, nani mwingine? Hakuna. All I have is you guys. Just niwekeni tu kwa maombi. Mimi hakuna kitu kingine naomba. Just mniweke kwa maombi guys, because this fight imekuwa mbaya. Mimi hata sijui if nitafanya nini sasa. Mimi sijui itanifanyia nini. Just hiyo ndio kitu tunaweza omba. You are my people and I know. Tumeishi kunishikilia, mmeishi kunishikilia. This chance msitake ku lose. Hatuwezi lose. I know hatuta lose and I believe that as far as mmenishikilia, mkiniombea, because naweza kumbuka mapema kuna group tulikuwa tunashikana tunaomba and things used to go on well, lakini saa hii imekuja imeshindikana. Mimi nimejaribu my best but kwangu ninaona ikishindikana guys. What I urge ni nyinyi tu pekee ndio naweza kuwa na nyinyi. Please nyinyi tu. Hakuna watu wengine anaweza kuwa nimeangalia guys, ni nyinyi tu. Nakosa ya kuambia guys. But in the meantime, subscribe, like, comment and share, and I'll be updating you on venye mambo inaenda.